anajibu maombi ya kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikukumbushe, wakati unaomba, maombi yako hayaandikwi kwa kitabu kule mbinguni, yanawekwa ndani ya chupa. Bwana Yesu asifiwe. Naona Selina ameshangaa sana. Tupatie Psalms 56:8 tujue ni kweli. Uyatie machozi yangu katika chupa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba, maombi yetu hata kama ijajibiwa na hata kama Mungu yuko kimya, kuna mahali yamehifadhiwa, ni kwa wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuomba kwako wakati unaona umeomba lakini mbingu ziko kimya, ile ni akiba ya kesho. Kuna wakati mpendwa ufika, hauwezi kuomba, hauwezi kuinua sauti, hauwezi kufanya kilio, lakini wakati huo ndio wakati wa maombi haya kukusaidia. Kwa hivyo kama uombi, hauna akiba ya maombi wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ni tuombe. Wapendwa, ni tusimame katika maombi. Wapendwa, Mungu husikia maombi ya mtu ambaye moyo wake umevunjika. Moyo wake ni wa kunyenyekea, moyo wake ni wa kushuka. Moyo ulio na kiburi Mungu hawezi kuhusikia. Na tutapokwenda kwa mfungo, huwa tunaenda mbele za Mungu kufunga, ndipo tunyenyekee. Bwana Yesu asifiwe. Tunyime mili yetu chakula, tunyime mili yetu starehe, tunyime mili yetu mambo ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutakapoenda kwa mfungo huu, tutakaoenda, saa ingine kuna mambo utayaacha, kuna mambo hautahusika nayo. Vikao unavyokaa, simu unayokaa nayo sana, TV usioiacha, kuna wakati utasema kaa. Anaweza asifiwe. Kwa hivyo tunanyenyekea, tunavunjika mbele ya Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho kabisa, wakati mwingi huu tunaomtafuta Mungu kupitia kwa neno lake na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio wakati wa Mungu kuona kilio chetu, na mwisho wake wakati Yesu atarudi kuchukua kanisa na kutuchukua kama tutakuwa hai. Wapendwa, maandiko inasema tutafutwa kila machozi. Wakati huu ni wakati wa kulia. Wakati huu ni wakati wa kumlilia Mungu, wa kumuuliza itakuwaje. Haya ni mazito, haya ni magumu juu ya maisha yetu, lakini Biblia inasema tutakapoingia mbinguni tutafutwa kila chozi. Yesu asifiwe. Ni kwa ajili ya yale tumepitia katika maisha yetu. Kwa hivyo usivunjike moyo, usione haya yote ni bure. Kuna thawabu katika wale wanaoomba. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi ama Wakristo wengi wanabidii na maombi, lakini huwa hawapati majibu. Watu wengi wanaomba, watu wengi wanakesha, watu wengi anakuambia I can pray for 4 hours. Lakini ukimuuliza ushawahi pata nini? Na nataka nikwambie, kuomba masaa mengi si maombi. Si ati ndio unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba inategemea ufahamu na ufunuo uliopata kwa neno la Bwana, lile ambalo unalitumia kuomba, na yale maufunuo Bwana ameweka kwa roho yako, na utamuona Mungu katika maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Wazungu wanasema prayer without revelation and understanding is not a prayer. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, watu wengi tunaomba, tuna bidii na maombi, lakini hatuone majibu. Kwa hivyo lazima tujue kuomba na tujifunze kuomba, maana Mungu kutimiza ahadi zake. Nimesema tutatembelea kile kifungu chetu. Mungu kutimiza ahadi zake na agano lake katika maisha yetu, analitimiza kupitia kumkumbusha maneno haya, kupitia kwa maombi. Anasema katika kitabu cha nabii Isaya, tumkumbushe mambo yetu, tumkumbushe kupitia kwa neno lake. Kwa hivyo una nafasi ya kumkumbusha Bwana, katika mapigo ya Yesu Kristo nimekwisha pona. Unamkumbusha na yeye anatimiza. Yesu Kristo alipokuwa katika ulimwengu huu, Roho wa Bwana akiwa juu yake akamtia mafuta, na wote aliowagusa wakiwa katika vifungo
wakafunguliwa. Kwa hivyo leo amenipa mamlaka, kuanzia leo kila kifungo kilicho juu ya maisha yangu kiondoke sasa katika jina la Yesu. Na umetimiza mapenzi ya Bwana. Maana ahadi zote za Mungu zilipo katika yeye ni ndio, katika kila jambo katika Kristo ni ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujifunze kumtafuta Bwana katika wakati unaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa nyingine tunapoomba tukimuona Mungu yuko kimya, nataka nikwambie tusivunjike moyo. Maana Mungu ni wa majira. Mungu ni wa wakati unaofaa. Kwa hivyo tunapoomba lakini saa nyingine Mungu yuko kimya, tusivunjike moyo. Tunapoona vizuizi katika maisha yetu na bado tunaomba, wengine tunavunjika moyo, wengine tunakata tamaa na tunawacha kuomba. Nataka nikwambie usiwache kuomba mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Najua mwaka jana uliomba sana lakini hakuna kitu kilifanyika. Nataka nikwambie usikate tamaa. Tupatie Luke 18 verse 1. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Yaani kila siku ni wakati wa kumuomba Mungu. Kila masaa ni wakati wa kumgeukia Mungu. Kila wakati ni wakati wa kumwambia Mungu, niko mahali hapa, timiza hili, wala tusikate tamaa. Kuna wakati sengine tunaomba lakini hatuoni yale ambayo tunaomba ni kwa ajili ya maisha yetu, na tunakata tamaa, tunavunjika moyo, tunawacha kuomba, tunakata tamaa na mioyo yetu inavunjika. Nataka nikwambie tuombe kila wakati, wala tusikate tamaa, tusivunjike moyo. Ni kwa sababu ya yale mambo ambayo yametuzingira, ni kwa sababu ya yale ambayo hayajawahi kuondoka katika maisha yetu, ni kwa sababu ya yale ambayo yanachanganya maisha yetu, na unasema ninaona hakuna Mungu. Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka nikwambie kama vile Paulo alimwambia Epafras, zidi kuomba ni kwa sababu ya kanisa la Wakolosai. Zidi kuomba ni kwa sababu ya jamii yako. Zidi kuomba ni kwa ajili ya watoto ambao wanakusumbua. Zidi kuomba ni kwa ajili ya hiyo kazi ambayo unaiona ni nzito katika maisha yako. Zidi kumwambia Bwana, ninakutumainia katika hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akinena kwa fumbo ama kwa mfano akamwambia imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine najua hata tunalala bila kuomba. Saa nyingine tunakaa siku nzima bila kuomba. Hapana. Nguvu yetu iko kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi yako na maombi yangu na maombi ya yule mshirika mwenzako tukichanganya tunapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tuombe Mungu siku zote. Tuombe, Paulo akasema tuombe bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kuomba kwetu, maombi yetu yana viegezo vitatu. Sema viegezo vitatu ama sehemu tatu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yetu, kiegezo cha kwanza, lazima yawe na ufahamu. Sema ufahamu. Sema ufahamu. Sema ufahamu. Katika maombi yetu lazima tuelewe nguvu ya Mungu katika maisha yetu ushuka wakati tunapomuomba Mungu. Maana yeye ni mwaminifu kwa neno lake. Maana yeye ni mwaminifu kwa lile tunalolililia na kumuitisha kama watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ufahamu huu kuna mambo yale yanaleta ufahamu. Na jambo la kwanza, uhusiano wako na nani? Na huyu Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka niulize hivi, marafiki wanapigiana nganga simu mara ngapi kwa siku? Marafiki, wale marafiki wazuri, mara nyingi mara nyingi. Kwa hivyo ukiwa na uhusiano mzuri na Mungu utaomba zaidi ya mara 5. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa uhusiano wako ni mchache ama si wa ndani sana, utakuwa na uzito wa kuomba. Na nafikiri huo ni mfano ulio hai. Tukirudi pale nyumbani, bwana na bibi walio na uhusiano mzuri, hata akiwa safari saa yote wanaongea. Lakini ikiwa kila mmoja ana zake, hakutaongewa. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine hata pale ndani ya nyumba, saa nyingine wiki inaisha, mwafanya kuulizana vitu na message. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwafanya kuulizana vitu na message. School fees iko wapi? Nishalipa. Leo tutakula nini? Angalia, nishaleta unga huko pale. Mboga sasa chukua 100 ukanunua. Hiyo ndio communication ya mahali ambapo hapana uhusiano. Kwa hivyo ninataka kusema nini? Si tutafute uhusiano na huyo Mungu wetu. Si tutafute urafiki wa karibu na huyo Mungu wetu. Si tuongee na yeye kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu saa nyingine yeye ni Mungu wa wivu. Akiona saa nyingine umuongeleshi, anashangaa, huyu sasa nilimuokoa, hana wokovu. Hata zaidi ya yote nimembariki. Hata zaidi ya yote nikamponya. Lakini hata hataki kuongea na mimi. Anasikianga vibaya. Nikamsamehe dhambi pale msalabani, kisha bado hataki kuniongelesha. Wapendwa, tumgeukie Mungu, tumuongeleshe. Tumeambiwa tumuongeleshe siku zote. Kwa nini wewe unachagua siku za kuongea na yeye? Tumuongeleshe kila siku. Tumuongeleshe kila siku. Maana yeye ndiye Mungu wetu, hatuna Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mtu ambaye anaufahamu wakati anamuomba Mungu, wakati anamlilia Mungu, anakuanga na wakati wa kusikiza. Anakuanga na wakati wa kufanya nini? Wa kusikiza. Tutaona pale mbele kuna pointi moja inazungumzia kwa undani mambo hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sengine kuna watu anaweza kuingia hapa ni parapalapa ndimi kakatata leza kampo tamaza kanta leba husha loba baza tela le bakajio. Sasa huyu Mungu hata atakujibu sana. Wakati tunaufahamu, wakati tunaelewa jinsi ya kufanya, tunakuanga na wakati wa kusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo tunaona hatusikii chochote, sehemu ya pili huwa ni kusikia. Na kama usikii chochote, maandiko inasema usikate tamaa. Kuna watu wakiona, nimeomba hii wiki hata sijasikia kasauti ka Mungu kakiniambia hivi, basi siombi tena. Usikate tamaa, usiwache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wewe unamlazimisha Mungu aongee? Saa ile hataki kuongea. Anaongeanga akitaka. Maana yeye ni Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka niseme, tunapoomba tunaomba kulingana na mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Usipeleke mapenzi yako mbele ya Mungu wewe. Ninataka hii. Achana na hizo. Mwambie Bwana, neno lako linasema hivi. Hata Yesu mwenyewe alimwambia, kama ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, na kama si mapenzi yako basi wacha iwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tupate ufahamu, tuwe watu wa kusikia kutoka kwa Mungu,
tuwe tunajua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mapenzi yake yeye hufunua siri za mbinguni kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tusiwe kama Rachel. Tusiwe kama nani? Rachel alikuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Rachel alikaa siku nyingi bila mtoto. Akamwambia Yakobo, nipe mtoto. Kama unipi mtoto, wacha nife. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu anamtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tupatie Genesis 30 verse 1 and 2. Na Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli akamwonea ndugu yake wivu. Akamwambia Yakobo, nipe mwana, kama sivyo nitakufa mimi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 2. Yakobo akamghadhabikia Raheli. Akasema, je, mimi ni badala ya Mungu? Je, mimi ni badala ya nani? Ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba? Mimi si Mungu. Pengine uko kwa nyumba hii, nimekuombea sana, lakini hujafanyikiwa. Mimi si Mungu, mngojee Mungu. Usilete ghadhabu yako kwangu. Usiniulize maswali, maana si mimi ni utenda, ni Mungu utenda. Na usiinuke na kiwivu. Huyu aliinuka na kiwivu ni kwa sababu ya Lea. Usiinuke na kiwivu. Fulani anakuja juzi, angalia sasa amekombolewa. Fulani anakuja juzi, angalia sasa ana biashara. Hata wewe mtumainie Bwana. Kaa katika neno la Bwana. Kaa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa wengine unaanza tu kuinuka na kusema sema. Ngoja juzi amfunguliwa kimbelembele, ndiyo huyo. Kila kazi haitaka yeye hapa kanisani. Sivyo ndivyo mlivyo? Basi anachangamka ni kwa sababu Bwana ametenda. Wacha kiwivu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kikiulizwa ni ashapiga mkono juu. Anafurahi kwa sababu Bwana ashatenda. Wewe kama bado, wacha kiwivu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, zidi kumlilia Mungu. Mwanamke Mkanayo akamwendea Yesu. Hakuwa ameokoka, lakini akawa na mtoto wake amepagawa na pepo. Na akamuita Yesu kwa nguvu. Akamlilia Yesu kwa nguvu. Wanafunzi wake wakamwambia, tumfukuze huyu afanyie kelele. Lakini mama huyu akazidi. Na mwisho alipopata nafasi ya kufika mbele ya Yesu, akamsujudia Yesu miguuni. Na Yesu akamwambia, chakula hiki si cha nini? Si cha humbwa, bali ni cha watoto. Akamwambia, hata watoto walapo lazima makombo yashuke. Na Yesu akamwambia, imani yako kubwa imekuponya. Saa ingine Mungu akiwa kimya, wacha fujo. Mungu akiwa kimya, wacha kelele. Mwanamke huyo hana kwa hana akamuita Yesu, Yesu haitiki. Sijui kama unaiona wewe. Yesu haitiki. Lakini mwisho aliona ushindi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kilio ni maombi. Kilio ni nini? Ni maombi. Maana tunayo yale yanatupitia, ndipo lazima tumuite Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine uko katika mwaka jana ulilia sana na bado biashara yako ikaanguka.
Ulilia sana na bado ukampoteza mpendwa wako. Ulilia sana na bado ndoa yako ikavunjika. Ulilia sana na bado haukuona uponyaji juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, bado Mungu yuko kiti cha enzi. Yesu bado anatuombea. Umelia sana ni kwa sababu ya nyumba yako na uone mabadiliko, bado Mungu atatenda, ni kwa ajili ya maisha yetu. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Na pengine mwaka huu ndio mwaka wako wa Mungu wa kukamilisha mema yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale hamkuwa hapa, sisi tulisema hivi. Si ya leo hayo, lakini ni vizuri niseme kwa sababu hamkuwa. Sisi tulichukua hii 2 plus 2 ni ngapi? Na tukaongeza hiyo nyingine tukasema ni ngapi? 10. Huo ni mwaka wa ukamilisho. 10, number 10 is a number of completion. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwaka huu chini ya utukufu wa Bwana, kila kitu kitakamilika juu ya maisha yetu. Kila kitu kitakuwa kipya juu ya maisha yetu. Maana katika timu yetu akasema, indeed the former things have come to pass. I declare, topic yetu ilikuwa I declare new thing. Mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Kila ukikaa mwambie Bwana, hii ndoa iwe na mabadiliko, nione mambo mapya. Hii biashara nione mambo mapya, nione kibali. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yangu ya wokovu nione kibali. Katika mambo yangu ya kiroho nione Roho akinijaza upya. In the name of Jesus. Mambo ninao yanena ni yanene kwa nguvu na uweza wa Mungu, na yawe mapya. Tumepewa uweza wa kuumba. Tumepewa uweza wa kuumba. Kama una habari, tumepewa uweza wa kuumba. Maandiko inasema sisi tumefanywa wafalme wa ulimwengu huu. Yoyote tutakawe ya tamka hapa mbinguni, hapa duniani, mbinguni yanafanya nini? Yanatimia. Yoyote tunaofunga hapa duniani, mbinguni yanafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Na huwa ninakukumbusha mara kwa mara, ninakwambia tumeketi next to the King of Kings hapa. Mkono wa kulia. Na kama umeketi karibu na Yesu, ni nini usiloliweza katika maisha yako? Hakuna. Umeketi kando yake na yuko ndani yako. Na ndipo Yohana akasema, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye wa ulimwengu huu. Kwa hivyo yote yanawezekana wapendwa. Usijione mnyonge, usijione haiwezekani. Ameahidi kuwa atayatimiza yote kwa wakati unaofaa wapendwa. Kwa hivyo tuzidi kuomba, tuzidi kukaa katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana atakuwa Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine unauliza, miaka mingi nimekaa katika jambo hili. Wakati wa Bwana ndio wakati wa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Watu hata ubarikiwa uzeeni, watu inuliwa uzeeni, watu inuliwa baada ya miaka 10. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine Biblia inasema siku moja ni siku 1000 kwake, na siku 1000 ni siku moja kwa. Our God is timeless. Yaani Mungu si Mungu wa wakati. Maandiko inasema hana mwanzo, hana mwisho. Yeye hakuumbwa, alikuwako kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na kama alikuwako kwa yeye, ni nini asichoweza kukifanya hapa ulimwenguni? Jibu ni hakuna. Maandiko inasema Yesu alikuwako neno, nawe huyo neno alikuwako kwa Baba, na vyote vilifanyika kwa yeye. Yesu anaweza kukamilisha maisha yetu tukiwa hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huu ni mwaka wa kumlilia Bwana tu kwa maombi, na tumeanza hii Januari tukamlilie Bwana kwa maombi. Na mimi naomba usichoke. Tutaanza kuja hapa asubuhi
ng'ang'ana. Kama uendi kazi ya kurauka, ng'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Kama una kitu kinakushika asubuhi, njoo. Efeso 1:9. Efeso 1:9. Akiisha kutujulisha siri za mapenzi yake sawa sawa na urathi wake aliyokusudia katika yeye huyo. Kwa hivyo tunapoomba, Mungu yuko tayari kutufunulia siri, mambo ya ndani. Ni kwa ajili ya mapenzi yake ama kusudi lake katika maisha yetu. Maana yeye anataka mapenzi yake yatimie katika maisha yetu, lakini sisi bila kuomba hawezi kutufunulia siri. Bwana Yesu asifiwe. Tumpe Mungu kilio chetu, tumuite Mungu, maana Mungu yuko tayari kuyasuluhisha matatizo yetu yote tunapomuomba kwa imani na kuamini yeye atatenda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake sawa sawa na urathi wake. Kuna kitu tulirithi kwa Kristo, kuna mambo tulirithi kutokana na mpango wa Mungu wa ukombozi juu ya maisha yetu. Tulirithi nini? Tulirithi nini? Uzima wa milele. Tulirithi nini? Amani, heshima, nini ingine? Baraka za rohoni na za hapa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, Mungu yuko tayari kusuluhisha maisha yetu, matatizo yetu. Mungu yuko katika njia ya kutuunganisha na uweza wa mbingu. Mbingu inatutakia mambo yote, maana huo ndio mpango wa Mungu juu ya maisha yetu, na yuko tayari kutuunganisha na mema yetu. Yuko tayari kutupatia yaliyo mema na mapenzi yake juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akikuleta katika nyumba hii, alikuleta na lengo. Mungu akikuleta kwa wokovu, alikuleta kwa wokovu na mpango. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tuna kila sababu ya kusema Mungu ni Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma mstari wa 10. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo. Yaani yuko tayari kuunganisha, na kile atakachomalizia nacho ni uzima wa milele. Ni uzima wa milele wapendwa. Mahali ambapo hakutakuwa na magonjwa, hakutakuwa na kilio, hakutakuwa na migawanyikano, hakutakuwa na yule pia hanitaki, hakutakuwa na yule amenifanya. Vitu vyote vitakuwa vimeondolewa wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Atavijumulisha, yaani yuko katika process ya kukamilisha vitu vyote katika mpango wake, na sisi tuishi na amani na furaha milele na milele. Vitu vya mbinguni na vitu vya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Na haya yote tutayafanya Yesu akiwa ndani yetu, katika yeye huyo. Ukiona saa yote katika yeye huyo ni Kristo huyo. Bwana Yesu asifiwe. Na saa nyingine ukienda kwa maombi, saa nyingine ukimlilia Mungu, usisahau Kristo. Usisahau ni yeye ameyawezesha yote. Usisahau ni yeye ameleta msamaha wa dhambi na wokovu juu ya maisha yako. Usisahau yeye ndiye ameifanya mbingu na nchi. Vitu vyote vilifanyika kwa yeye, vya duniani na vya mbinguni wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tukae katika hali ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi katika ulimwengu huu huwa tu wana ufahamu kidogo kuhusu mapenzi ya Mungu. Yaani wanayajua kwa mbali, lakini si kwa ndani. Na hii yote nimekwambia inasababishwa ni kwa sababu ya kutokuwa na uhusiano wa karibu na nani? Na Mungu. Kwa hivyo saa nyingine tukienda kuomba, hakuna ule ufahamu wa ndani,
ndipo Mungu hadhihirishe siri zake katika maisha yetu, ni kwa sababu tunajua kwamba kwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tuzidi kujua mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ulimwengu huu tuko na Bwana mmoja anaitwa Roho wa Bwana. Ni mtu na ni Mungu. Huyu ndiye tuliyeachiwa. Si mtu washie hizi jamani, kuna upepo mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Roho wa Bwana halikuja mahali hapa ni kwa sababu ya kutufundisha na kutuelekeza na kutuonyesha mapenzi ya nani? Mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe na urafiki naye. Tuwe na urafiki naye. Na tukiwa na urafiki naye, hatutaongea tu na Mungu. Hatutakuwa tu tuna ufahamu na Mungu, mbali tutamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Yohana akayasema maneno haya. Nipatie Yohana wa kwanza 2:20. Nyinyi mmepakwa mafuta. Sema mimi ni mpakwa mafuta. Mmepakwa mafuta na nani? Ndipo Bwana Yesu asifiwe. Afadhali hawageuzie. Bwana Yesu asifiwe. But you have an anointing from the only one, that is the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. You have been set apart. Yani umetengwa ni kwa ajili ya kazi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kile kipawa umepewa si cha kuringia watu, hata mimi naona. Ni cha kuhudumia wengine. Si cha kujigamba sasa unajua siri za watu. Ni kwa ajili ya kuinua wengine. You have been set apart, specially gifted and prepared by the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Huduma hii Mungu aliyenipa si ya kujivunia, si ya kujigamba, bali Bwana, kiini chetu cha leo mtakatifu, nanyi mnayajua yote. Neno ile ninalotaka hapo mwisho ni hilo. Tumepakwa mafuta na kupewa vipawa na kutengwa na Roho wa Bwana. Tuyajue yote. Tujue siri za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, katika nyumba hii kila mtu ni mpakwa mafuta. Kwa hivyo sioni sababu ya kuwa wewe uwezi kujua siri za Mungu ukiomba. Uwezi kufahamu mapenzi ya Mungu wakati unapoomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametutenga, ametutia mafuta tukaweze kuyatambua, na kuna kipawa cha kutambua mazuri na mema. Kiko ama hakuna? Iko. Mbona wewe utambui? Unaenda mahali kienyeji. Mbona utambui? Unafanya maombi kienyeji. Tambua kile unahitaji kufanya mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tumejazwa Roho wa Bwana, we know what to pray. We know what to ask. Kulingana na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mwingine ananiambia, huyo Roho nasikia amekuwa mwingi. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, sote tumejazwa. Tuzidi kufunua na kuyajua mapenzi ya Bwana tunapoomba. Bwana Yesu asifiwe. Na atakwambia omba hili. Atakwambia soma Biblia kifungu hiki. Soma hili, andika hili, andika hili, andika hili. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kimoja, saa nyingine kija hapa mchana kuomba, mimi siwezi kuomba bila karatasi hapa. Urongo. Naikanga hapa karatasi na kalamu. Maana kuna upload na kuna mwajua kudownload kwa YouTube. Bwana Yesu asifiwe. Ushai download hiyo? Unajua. Lakini wewe za kudownload kutoka huko juu ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine unapoinua sauti yako, unainua pumzi, una upload, unamwambia Bwana,
ninahitaji hiki, nahitaji hiki, alafu unampatia time na yeye anashukisha kile anachohitaji. Na singine akiongea, anaongea na neno lake. Kwa hivyo kila wakati unapoenda kwa chumba, kaa na mahali pa kuandika, kaa na mahali pa kunakili kile ambacho utanenewa. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuja kama mara 2 hapa, sengine mchana nikiomba. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nimeona Roho hata sengine nikiomba anafunua vitu na lugha ya Kiebrania. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona mara 2 sasa. Na nikienda kuangalia napata ni kitu inaleta mabadiliko katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ni njia moja Bwana ananena nayo. Ananena kwa neno lake. Anasema andika Yohana 2:5, soma. Na nikisoma ninapata Bwana ananena kupitia kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tukae katika neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Twende wa Hebrews 13:9. Naweka msingi, sijaenda kwa zile 5. Naweka msingi. Nako bado niruke tu mara moja. Sawa, bado kidogo tu. Hii ni tahadhari. Nataka tuangalie sote pamoja hapa. Maandiko inasema hivi, msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni. Maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema, wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari ya maombi na katika safari ya wokovu, ni vizuri moyo wako uimarishwe. Na anayeimarisha moyo wetu ni nani? Ni Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na naona kitabu cha Waefeso, Paulo anawaombea kanisa liimarishwe kwa utu wa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tuimarishwe, si kwa mafundisho fulani ya kukengeusha, si kwa mafundisho ya kigeni. Maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa ile neema. Ni furaha yako, ni amani yako, ni kile Bwana alileta juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa vyakula, hati kula hiki, fanya hiki na kuleta sheria ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuleta sheria ya nani? Ya Musa. Situache sheria ya Musa. Bado uko kwa hiyo? Halo? Si bado tuko kwa hiyo? Muongee, lakini si watu wanashindanga wakiniuliza hapa, Pastor, niko na hii na hii, naona siwezi kutumika kanisani. Niko na hii na hii, siwezi kufanya. Sisi tuko in the grace. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuko kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Ziko sheria za zamani. Sema saa nyingine mama akiwa kwa siku zake hawezi kuimba, akiwa siji nini, akiwa hawezi kuja kanisani, wengine hata hawaji kanisani. Kuja kanisani sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana haja na nini? Moyo. Hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakuwa Mungu juu ya maisha yetu. Imarishwa katika neema, si kwa sheria na mafundisho ya kukengeuka. Mpendwa, anataka uangalie madhabahu yaliyo hai ambao ni msalaba. Tumesema mwaka huu tutafundisha about the kingdom, about repentance. Tutauangalia msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio madhabahu yetu.
Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio palio na uzima wetu. Hapo ndio damu ya Yesu Kristo iliyomwagika inanena msamaha wa dhambi, inanena baraka, inanena kuinuliwa juu ya maisha yetu. Na wana wa Israeli walipokuwa kule utumwani, kwa mapigo 10, lile pigo lililoleta amani yao na kufunguliwa kwao ni damu ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiangalie sheria, tusiangalie na mafundisho yanayotuchukua na kutuondoa katika mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali petu pa kuangalia, mahali petu pa kuweka ufahamu na injili yetu ni kwa msalaba. Kwa msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Paulo anayanena maneno, tutayasoma, lakini nataka niweke jambo moja. Kila kitu, sema kila kitu. Kila kitu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Eva toka asubuhi anasema mko wanyonge, na mko wanyonge kweli. Sema kila kitu. Kila kitu. Sema kila kitu katika maisha yangu, katika familia yangu, katika kazi yangu, katika huduma yangu vinasimamishwa na maombi. Hakuna kitu kinasimama bila maombi, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Utasimamisha hiyo boma na maombi. Tutasimamisha kanisa hili na maombi. Tutasimamisha biashara zetu na mambo yetu na maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maana tulisema Mungu anasikianga maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, siri 5. Siri 5. Andika mahali. Siri 5. Siri 5. Siri 5 za ufanisi katika maombi. Na siri ya kwanza, sema uhusiano wako na Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Uhusiano wako na Roho wa Bwana. Tupewe Warumi 8:26. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana atujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Tuko naye msaidizi ambaye ni Roho wa Bwana, lakini Roho huyu wa Bwana kutusaidia katika unyonge wetu, katika udhaifu wetu. Lazima tuwe na uhusiano na yeye na tuwe tunajuana. Lazima uwe mtu wa kunyenyekea chini ya huyu Roho. Wakati anaponena unasikia, wakati anapokuelekeza unasema ndio, wakati anakwambia hii wacha unasema ndio, maana yeye ndiye msaada wetu katika udhaifu wetu. Kristo hakutuacha yatima. Kristo hakutuacha bila msaidizi. Wakati wanafunzi wake walipomuona anaondoka katika ulimwengu huu, wakaingia wasiwasi, wakauliza sasa tutakuwa tukisaidiwa na nani? Tutakuwa tukikaa na nani? Akasema sitawaacha yatima. Na ndipo akatuletea huyu msaidizi. Na huyu msaidizi anahitaji tukawe na urafiki naye, tukamjue na kukaa naye kama rafiki wa karibu. Na tukiwa na uhusiano naye na kukaa naye katika uhusiano mzuri na kukaa katika utakatifu, atatuonyesha yaliyo mapenzi ya Bwana. Wakati Bwana ananena atatuambia ngoja sikiza, Bwana ananena. Bwana Yesu asifiwe. Maana saa nyingine sheria za mbingu na mambo ya mbinguni hatuwezi kuyafahamu, hatuwezi kuyajua. Saa nyingine hata hatuwezi kuomba kama itupasavyo bila yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu, Bwana Yesu asifiwe, mwaka huu ni mwaka wa kuzidi kumjua Roho. Nimeambiwa nifundishe sana kuhusu Roho wa Bwana mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
watu wengi wanafikirianga roho ni kufanya watu wengi wanafikirianga ukiongea na ndimi basi wewe ni rafiki yake. Akikwambia twende hivi, unajuanga yeye ndiye anakuambia, ama ni maroho mengine. Anaweza asifiwe. Wapendwa, tuzidi kumjua, na Biblia inasema yeye ni mtu na ni Mungu. Tushafundisha hapa mara nyingi. Anaweza asifiwe. Na kama ni mtu, inatakana tu interact na yeye kama mtu, ya kwanza, na ya pili tu interact na yeye kama Mungu. Anaweza asifiwe. Na wapendwa, tukue na uhusiano mzuri na huyu msaidizi. Na wakati tunapokuwa na uhusiano mzuri, tusimuone huyu Roho wa Bwana kama nguvu tu, bali tumuone kama rafiki wa karibu na msaidizi wetu na Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sengine tunamuona mtu amefunga siku 3, Holy Spirit give me power. Unajidanganya. Power ipewe wajinga. Wewe hujui neno na unapewa wewe. Nilikwambia hapa, askari kabla apewe bunduki anaendanga training miezi 9 ama miezi 15. Na anaambiwa haya, mnyama huyo kaa naye, na anajua kukaa naye. Lakini leo hapa wewe unakuja kufunga siku 3 unasema power. Hautapokea power Power haipewi. Yaani wewe mimi, lakini unajua mimi nikiwaambia watu mtu anaona kama ninawapuuzilia. Wewe katika hii Biblia uko hapa empty. Hakuna hata mstari ndani umeficha ndani yake. Na unategemea sasa upewe power ya kuhudhurisha vitu, ya kuamrisha vitu. Nani atakupatia? Hakuna. Wewe utaadapt yule jamaa mwingine kule chini. Unaanza kuongea vitu hapa, watu wakiharibikiwa unasema unatumika na Mungu. Kuna Mungu anakutumia. Na mimi sina wasiwasi nikikwambia hivyo. Sio anangojea hapa ufunge siku 3, siku 4 ukae na njaa hapa. Na capture hapo akwambie sasa aanze kukuongelesha. Mwisho utasema hii madhabahu ni mbaya. Mwisho utasema huyu pastor ni wa devil. Mwisho unasema hizo story unasikianga. Wewe usifikirie huwa wako rohoni lakini in the other kingdom. Wanaweza asifiwe. Huyu pastor simuonangi vizuri. Kwani kuna Yesu akauliza, kuna ufalme wewe unajipiga? Kama wewe uko na mimi, mbona unanipiga? Wanaweza asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama yako haya mambo, kuna ile njia ya kuyahandle. Bwana Yesu asifiwe. Maana sasa ile wewe unaiambia ile nafsi ni nyoka na iko kanisani. Umeiua ama hujaiua? Umeiua. Na hiyo damu iko juu yako. Utailipa wewe. Huyu mtu akiondoka kanisani na aende kabisa, siku moja utamuona Yesu kwa kiti cha enzi pale akikuuliza, yule dada wewe ulifanyaje naye nini? Wewe ndio ulikuwa umelipa gharama pale msalabani kwa ajili ya maisha yake, na ukamnena na ukamuondoa hapo kwa maneno mabaya. Basi wakati wa kumleta umeisha. Ungekuwa ukienda ukamleta zamani, lakini sasa waona ile njia pale ile. Utapiga kelele wewe. Utajaribu kuniita na mimi siitiki. Mimi sitaitika. Bwana Yesu asifiwe. Useme tu hata pastor. Yesu akwambie mimi nimeongea. Atakalia kiti cha hukumu. He will come to judge. Yale mambo ulifanya kwa siri, yale mambo ulifanya kwa nyumba hii kwa siri, yatawekwa dhahiri. Ati unaona unajua sana, unaweza kuchenga pastor, unaweza kufanya hii, unaweza kuundermine the church. You will undermine it, lakini siku moja utajua ina mwenyewe. Mimi sikuogopeshi na kuambia tu. Unaweza asifiwe. Bana ni vizuri tuwaambie. Si ni kweli?
tunaye msaidizi ambaye ni Roho wa Bwana ametupa tukae naye hapa ulimwenguni. Na huyu Roho, sema huyu Roho, vyote vilifanyika vilivyoumbwa, yeye ndiye amepeana nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu akiumba ulimwengu akasema na iwe nuru, akaachilia pao ikafanyika nuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema na iwe bahari, ikawa; iwe na hanga, ikawa; iwe na nini, ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Ako na nguvu na anatutianga nguvu. Kwa hivyo sasa, kama yeye alitumika na Mungu kuumba vitu vinavyoonekana na si visivyoonekana, hata wewe ukiwa na uhusiano wa karibu na akiwa rafiki yako ya karibu, una uwezo wa kuumba. Una uwezo wa kutamka vitu na vikawa. Una uwezo wa kuamrisha na vitu vikawa, maana ataachilia nguvu ndani yako. Na ndipo anasema kadhalika Roho naye utusaidia katika udhaifu wetu. Leo hii wewe huwezi kusema hii speaker njoo hapa, lakini Roho akiwa ndani yako na akiachilia uweza ndani yako, unaweza kuita kwa imani na ikasema niko hapa, wasemaji, nije ama nisonge mbele ama nisi. Anaweza asifiwe. Mambo si, kwani unafikiri Mungu aliondoka pale alikuwa ameketi? Alikuwa anasema na iwe nuru. Lazima anatuweka katika hali ambapo sasa udhaifu, limitation haionekani katika maisha yetu. Limitation in terms of words. Unasema pepo katika jina la Yesu toka ndani ya huyu mwanaume, na inasema yeye. Na ndio unaona saa nyingine hata Yesu zilikuwa zikimuona zinapiga kelele zinasema una nini nasi, basi tuonyeshe tu mahali twende. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Roho huwa anafanya kazi. Akiwa ndani yako watu watajua yuko ndani yako. Akiwa rafiki wa karibu watu watajua yeye ni rafiki wako wa karibu. Wale mmekuwa hapa kwa ibada zile za Friday ambazo ni za ukombozi, mimi siuingia katikati ya watu hapa na wakapiga nduru. Pendo alikimbia hapa akakatwa na mlango kule. Si yuko wapi yule baba? Hataki kuniona. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine mama mmoja alishikiwa kule juu katikati ya mahindi. That is the power of the Holy Spirit. Ikiwa ndani, vitu vinaonekana akiwa ndani yako. Si kufanya hati namsikia hiyo ndo. Bwana Yesu asifiwe. Kadhalika Roho naye utusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana atujui hata kuomba, atatutia nguvu katika kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Atatuwezesha, atatupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo kila wakati, na mimi nataka nikwambie hivi, usimuudhi Roho, usimhuzunishe Roho ndio awe rafiki. Na nimekuwekea listi nzuri hapa. Sema kumuhuzunisha. Usifanye dhambi. Twende pamoja, usifanye dhambi. Usiwe na attitude. Wewe una attitude wewe. Roho hataki hiyo mambo hiyo. Tuma emotion. Hata umekuja hapa umezifukua tu. Hana haja na hiyo. Hapa ndani tabasamu huyu jamani. Bwana Yesu asifiwe. Hana haja na kiasira. Hana haja na nini? Uliudhiwa kitambo basi we. Bwana Yesu asifiwe. Hana haja na kashifa. Kuna watu wa kukashifu. Wazungu wanaita slandering. Kukashifu kile kinachofanyika. Pastor ana macho. Roho wa Bwana unamgusagusa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna msemo
Bwana Yesu asifiwe. Ni personal na private. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo slandering hapa, kashifa pastor, sasa angalia kile anatuambia ya mwaka huu. Unajua hata wengine mshaanza, angalia sasa kile ametusomea ya mwaka huu. Potea mbali, kapange yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya hasira, harsh words. Mtu akiongea hivi amejawa na kigadhabu, si rafiki wa roho huyo, amejawa na kigadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Sikitoke katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kukataa kusamehe. Kukataa. Kama uko kwa nyumba hii hujawahi samehe mtu, jamani, unamhuzunisha roho. Iwe ni bwana, iwe ni ndugu, iwe ni kaka, basi msamehe. Maana Kristo alitusamehe tukiwa waovu. Wewe unafikiri Yesu angeangalia vile tulikuwa, angekuja? Lakini alisema nimekuja ni kwa ajili ya hawa watu wapate wokovu na msamaha wa dhambi. Tusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe watu wa msamaha, tuwe watu wa kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Simkashifu mwenzako katika nyumba hii. Usikashifu familia yako, usikashifu familia ya mwingine, usimkashifu pastor, usikashifu bwana yako kama mzee wako. Mwambie tu, Bwana, ninajua una nguvu za kumbadilisha, mbadili. Hata kuna mtu ametupatia, wala msimuhuzunishe. Bwana Yesu asifiwe. Wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu. Huku mimi nakupatia sababu za kumhuzunisha, uzijue. Nilikuwa najua huo mstari huko, lakini keyword ni kumhuzunisha. Bwana Yesu asifiwe. Na tunamhuzunisha na nini? Tunamhuzunisha na mambo hayo nimetaja. Yako mengi. Ya pili, usimzuie ama usimkwaze ama usiwe kizuizi. Do not quench. Inaitwa quenching. Hii nyingine ni grieving. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili nilijaribu kupata neno ni kuzima ama kuzizimi. Kuna watu wanazizimisha matendo ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Na tunazizimisha matendo ya roho na nini? Kutotii. Na tunakosa kutii neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Zingine tunazizimisha matendo ya roho. Ukisema I can pray, ushasikia watu hao, mimi naweza unaonekana wewe uko peke yako hivi. Unaweza peke yako. Sema, Roho wa Bwana nisaidie, niweze kuomba, niweze kusimama katika zamu. Hapo utakuwa na urafiki na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kupuuzilia neno la kinabii. La kinabii. Kuna watu ukimwambia msimzizimishe. Asante, huyu ndugu naona anatafutia. Siku ya tafuta haya maandiko, lakini asante kwa sababu unatujenga. Msimzizimishe nini? Roho. Wanamzizimisha, wanamsuppress. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunadharau neno la kinabii. Tunadharau neno la mtumishi wa Bwana. Na saa nyingine tunapata conviction ama ushawishi kwa mioyo yetu. Nenda hivi, wacha hii, alafu una resist. Unamuhuzunisha. Kwa mfano sisi tunasikianga ka sauti, unataka kufanya jambo, nenda hivi, unasikia hapana usiende. Lakini unasema kwani na nini, wacha niende. Unamuhuzunisha. Do not scorn or reject the gift of prophecy or prophecies, spoken revelation. Saa nyingine unanenewa mambo hapa. Hayo pasa ameyatoa wapi? Kuna mahali huwa nimeyatoa na si maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine unaambiwa kuna kadhambi kasiri unafanya, lakini unaambiwa wacha. Na wewe bado unaendelea.
unamhuzunisha. Unasikia kasauti, leo ibada ya leo usikose, leo neno ni lako. Sunday hiyo ingine watanipata. Unamhuzunisha. Unaambia wewe nataka uwe muombaji. Hata saa nyingine mpaka pastor ananenewa anakuambia wewe ni muimbaji, wewe ni muombaji. Alafu yeye ni kama hana waombaji. Nani amekwambia? Hata kama ni wawili wanaitwa waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku moja dada mmoja nilikuja nikamuombea hapa. Na Roho akanena akasema wewe ni muimbaji mzuri. Sijai muona hapa toka leo. Anaishi hapa. Bwana kutana naye hapa nikipanda na yeye anateremka. Akiona hiyo gari hapa anaishi hapa. Mimi simalize hapa. Ilikuwa nimwambie kuimba. Basi nikapanda mbegu ya kutenga. Hata nikamuona Maria Kati. Sasa wapendwa, jambo lingine, Roho wa Bwana mchukulie kama Mungu, si force, si nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na la mwisho, pokea neno la Bwana. Watu wengi wako rebellious to the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tuhusiane na huyu Roho wa Mungu kama mtu. Atazidi kutukuza, kutubadilisha na tuwe kama Unajua naye tufanya tuwe kama Kristo ni Roho wa Bwana. Akiwa ndani yetu, tukitembea pamoja naye, tukisikia sauti yake, tunakuwa kama Kristo alivyokuwa. Na sisi tulikuwa tunaona Roho wa Bwana akamchukua Yesu nyikani. Kama alimtembeza Roho wa Bwana, wewe ni nani Kristo? Kama alimchukua kwenda kufunga, wewe ni nani? Hata unasema unajua sana, uweze kumsikiza. Na kutumia kama mfano, sisemi unafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi tumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Kristo alimtegemea Roho wa Bwana, akampaka mafuta, akamtia nguvu na akawa mfano kwetu sisi. Kwa hivyo ni vizuri tuwe mfano kwa wengine. Tuunganike na yeye, tukae na yeye, tusikie sauti yake akituelekeza, tumuulize atupe lugha mpya katika maombi, maana yeye ndiye msaidizi juu ya maisha yetu. Na sio ndio siri ya kwanza. Twende siri ya pili basi. Nitaruka kidogo kwa sababu hii tulisema tuwe na maombi ya ndani na ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Alafu usizoee uombi kule nyumbani alafu unangojea hapa tuje tukuwashe. Wajua spirit huwa inawasha spirit. Hadi ukija mahali hapa, ukiwa kule nyumbani, Baba katika jina la Yesu nini? Lakini ukija hapa sasa saa 11 sisi na Baba katika jina la Yesu, unaweza. Ukiondoka hapa kule nyumbani unaenda unazidi. Usizoe namna hiyo. Waka hapa na uwake kule kwa kule chumbani uwake pia. Lakini si hapa saa 11. Evati ndiye anakuwasha. Waka pia ukiwa kule nyumbani. Wanaweza asifiwe. Tujifundishe pia kuabudu, kusifu Mungu, kumuinua Mungu na kumpenda Roho wa Bwana na kumsifu pia. Sawa sawa? Usi wake ukikuja hapa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Haya, pointi ya pili. Tutofautishe kuongea na Mungu na kuongea kwa Mungu. Tutofautishe. Kwa wale wazungu, talking to God and talking with God.
Yesu asifiwe. Mama Kambua imekukoroga. Mungu akusaidie. Yesu asifiwe. Mungu atusaidie kufahamu tuongee na Mungu bali tusiongee kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nimezigawanya hivi mara mbili. Na nataka kuanzia talking to God. Talking to God, kuongea tu kwa Mungu. Yaani tunaomba kwa Mungu, tunamuuliza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaomba na tunaongea tu kwa Mungu, huwa ni sisi tunaongea, Mungu haongei. Haumpi nafasi. Haungojei akasema chochote. Tunatofautisha ndipo uweze kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu katika hili hombi inakuanga ni one way. Nafikiri sisi huwa tunashauri watu, na kama kuna kitu kinanitatiza katika ushauri, ni wewe uje hapa basi unifungulie ka chapter. Hata nikitaka kuweka neno hivi nikwambie hivi, ngoja pastor. Yesu asifiwe. Tulienda mahali na ule ndugu Oscar amejisahau. Yesu asifiwe. Naongea na wewe Oscar. Tulienda mahali ushauri na wewe, na tukapata mama akaongea siku nzima. Ni kweli ama si kweli? Niliongea kitu yaani the whole day. Na unaambiwa pastor, tulia hapo nikueleze. Na kama ni mambo ya chakula usipate shida. Kuku mbili kule zinachemu. Ni kweli nani? Kuku mbili. Msiwe na shida hapa. Kuku zinachemka. Kwanza chai. Warm up. Na mama akaongea the whole day. Yaani nasikia nimeshikika. Yaani sasa kwa nini ninatoa mfano huu? Just imagine wewe unamuongelesha Mungu na hata ana, yaani umeomba tu 30 minutes, bali utulie kidogo akwambie sasa nimesikia hii fanya hivi, nenda hivi. Wewe kama mimi mwanadamu kwa mwanadamu nilisikia kuumia. Je, Mungu vipi? Tena sikianga vibaya sana. Tena anaangalia mambo mengine yuko tayari kujibu, lakini wewe ufungui mla. Mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunaomba lazima tutofautishe kuomba ni kuleta na kupokea. Tumpe Mungu nafasi anene, tumpe Mungu nafasi ajibu, tusikilize pia sisi. Lakini kuna watu, kwa hivyo wewe ukija kwa ushauri hapa, nieleze na mimi ni respond. Alafu Mungu atakuwa katikati yetu. Lakini wewe ukiniongelesha the whole day, mimi hata nilishangaa tu, na nikasema saidie. Nikamwambia uwezi nipa nafasi nikaongea. Ninakueleza. Na ukicheza vifungu vya Biblia pia viko tele. Wewe usijaribu kucheza. Wewe hujui Samueli 5 ngapi inasema hivi. Nachanganywa na Biblia. Kwanza anapata kwingine nafanya kuitikia, maana hicho kifungu sikijui. Stories za Biblia zimejaa hapo. Si ati ni mama yule ati hajui maandiko. Anakutolea. Anaweza asifiwe. Unapokwenda mbele za Mungu, usidemand saa yote nataka. Hii utakuwa vizuri. Sawa. Unapokwenda mbele za Mungu, usifanye kuongea saa yote wewe the whole day kama mimi vile nilivyofanyiwa. The whole day umekwenda kushauri mtu, umekwenda kumuombea mtu.
hata ikafika mahali, ikifika hata kitu najaribu kumueleza, yani kuna zile vile mtu akieleza unajaribu kucapture na roho anakuelekeza ni nini utamwambia na nini mtafanya. Wewe sikiza. Mungu hapendi hivi. Katika maombi huwa ni majadiliano kati ya Mungu na nani? Na mwanadamu. Kwa hivyo kama ni majadiliano, nena, mpe nafasi anene na wewe unene. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kuongea na Mungu huwa ni mara ngapi? 2. Ananena na wewe unanena. Kuongea na Mungu kuna kusikiliza, umsikilize anasema nini. Na ndio nimesema uwe na kitabu na kalamu katika chumba chako. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea na Mungu na mnaelewana na mnasikizana huwa inaleta ule uhusiano. Lakini ukidemand, the word says I need. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, saa nyingine kukiwa na kimya, tungoje, waiting upon the Lord. Saa nyingine kuomba ni kushare ideas zako na Mungu, alafu atazitia nguvu. Ni kutafuta kujua akili na mapenzi ya Mungu. Na atakaye kuwezesha sasa, ni katika pointi ya kwanza tumesema, ni huyu Roho Mtakatifu. Ndiye anaweza kukufanya kujua mawazo ya Mungu na akili ya Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo maandiko yanasema, tupatie Yeremia 33:3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo magumu, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyeyajua. Huu mstari nafikiri tunaujua sote kabisa, tunaongeanga kila siku, na maybe haujawahi kuwa na revelation now. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kwanza inasema niite, raise up your voice and pray to God. Si ni kweli? Sawa. Na ukishaita, nyamaza. Mungu ameitikia, ajibu. Biblia ya Kizungu inasema, tuwekee Kiingereza, call to me and I will answer. Wakati akijibu, wewe unaongea. Mimi nataka tuwe hapo, hata usiangalie huko kwingine. Call to me, piga simu, ongea, alafu sasa ukimaliza anasema I will answer, nitajibu. Akijibu bado pia wewe ongea, mtakorogana na itakuwa si sawa. Si ni kweli? Kwa hivyo tukiinua sauti yetu, tukimweleza Mungu vile ilivyo, tukinyamaza, ndipo anasema atatuonyesha sasa siri za mbinguni. Atafunua mambo katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ambao hatuyajui, mambo tusiyoyaelewa, mambo magumu ya ajabu juu ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuelewe wakati Mungu anapoongea inapasa tunyamaze. Bwana Yesu asifiwe. Tupe Ufunuo 2:17. Yeye aliye na sikio na alisikie neno ile ambalo Roho ayaambia nini? Makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na sikio na asikie kile Roho ananiambia nini? Kanisa. Yeye ashindanaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, juu ya jiwe hilo limeandikwa jina kuna jambo jipya juu ya maisha yako, in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, aliye na sikio na asikie.
tuwe na uhusiano mzuri na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na wakati wa kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Naye Roho atatufundisha mambo yote yaliyo ndani ya maisha yetu na katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tujifundishe kuomba na kusoma neno la nani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu yeye kazi yake ni parararararara asubuhi na jioni, na anakaa mahali ukijaribu hata kumuongelesha kidogo anakuambia sorry, niko in prayer, na hajatafuta hata mistari miwili akasoma. Tujifunze kusoma neno la Mungu na kuomba, sawa sawa. Alafu Mungu unena pia na watoto. Hii ni pointi muhimu sana. Mungu unena pia na watoto. Wewe usijaribu kujiona mchanga sana ama hujakomaa. Mungu pia unena na watoto tena sana. Tena sana. Wewe ambaye hujakomaa bado Mungu anaweza kusikia maombi. Saa nyingine tunaonanga mimi sasa sijui kuomba, nitamwambia nini? Mimi sijui. Hapana, Mungu anasikianga hata watoto. Wale ambao hawajakomaa, wale ambao hawajajua hata kuongea vizuri. Nikuulize, wale wana watoto hapa, hata kale katoto kanajua kujifunza kuongea? Si unakuanga kwanza mama yao hata kanafanya hata sija tujui nini anasema kanataka maji. Kwani wewe hujaona? Wa mama wanajua. Te ambaye huyu ataka maharagwe, wewe una chapati. Lakini sisi wazee saa nyingine hatujui. Kumbe hata njugu zile zikuja na mama jana zimebandikwa jina zile te. Wasika kaita te. Njugu zile tu jana kanajua. Wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usije ukajidharau. Kwa hivyo maombi pia yana watoto wanasikia, yana viwango. Maombi yana viwango vitano katika kusikia. Number 1, the gifted people. Wale wana vipawa, wamepewa vipawa tofauti na Mungu, wakiongea na Mungu wanapokea at their own degree ama level. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, for the prophets ama prophetic leaders. Wakiomba pia wana vile wanapewa ujumbe kwa kiwango chao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usije ukajidharau. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajidharau ukasema mimi Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatusaidia. Kuna wale walio na mito mbalimbali pia Mungu huwa anaweka maono na sauti kwao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, kondoo usikia sauti ya mchungaji. Na mimi nafika hapo, siendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo point, andika point ya 3. Maandiko inasema katika kitabu cha Zaburi, yeye ulituma neno lake ni kwa ajili ya maisha yetu. Wakati tunapoomba, omba na neno la Mungu, omba na maandiko, omba kwa vile neno linavyosema. Tafakari neno la Bwana kabla hujaomba. Tafakari neno la Bwana, maana limejaa nguvu na uweza, ni kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tupatie Zaburi 119 kuanzia verse 13 to 16. Siri ya 3, omba na neno la Mungu. Na ndipo unaona watu wengi mwanzo hapa maombi ya kanisani, niliwaambia tuombe na neno la Mungu. Mtu asimame hapa atupatie maandiko, tuombe na hiyo maandiko, na hiyo maombi inakuanga ya nguvu. Kuna kwa hali ukienda kuanzia asubuhi mpaka jioni Biblia haijafunguliwa, lakini kumewaka fire. Bwana Yesu asifiwe. Hapo huwa hakuna maombi. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa midomo yangu nimeyasimulia hukumu zangu zote za kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele. Nimefurahi njia za shuhuda zako, kana kwamba ni mali mingi juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. 15. Nitafakari mausia yako. Kaa chini, tafakari neno la Bwana. Meditate the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Na ukimaliza kutafakari, homba na tafakari hiyo. Na katika kutafakari pia is a deep prayer to God. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari mausia yake, neno lake. Nami nitaziangalia njia za, na uangalie sheria ya Bwana. Uombe na kulingana na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitafakari neno la Bwana, wakati utaamka useme hii iwe, unaweza kubadilisha mazingira na ukabadilisha mambo mapya kulingana na neno la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kuna jambo nataka nilitaje kuomba kwa neno la Mungu. Ninajua tuna complain. Ninajua tuna mama ring. Usinungunike mbele za Mungu. Kwa nini? Itakuwa ni tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Nenda tu mbele za Bwana. Na ukitaka kulalamika mbele za Bwana, ama ukitaka kulia mbele za Bwana, lia kulingana na neno la nani? La Mungu. Na nataka nikuonyeshe kifungu kimoja ambacho Daudi alicomplain before God, but according to the word. Zaburi 12 verse 1 to 4. Bwana uniokoe, maana mcha Mungu amekoma. Maana uaminifu wametoweka katika wanadamu. Songa mbele. Usemezana yasiyofaa kila mtu na mwenzio, mwenye midomo ya kujipendekeza usemezana kwa mioyo ya unafiki. Verse 3. Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza, nao ulimi unenao maneno ya kiburi. Usiende mbele za Bwana kwa namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakuwa Mungu juu ya maisha yetu. Verse 4. Waliosema kwa midomo zetu tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Midomo yetu ni yetu wenye. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Wapendwa, tunapokwenda mbele za Bwana, twende katika njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakuwa Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Number 4. Nataka kumalizia sasa. Chochote unachoomba, omba kwa imani. Ask in faith. Pray your prayer in faith with God. Faith. Imani. Tupelekwe Yakobo 1:5-8. Yakobo. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa Mungu chochote tunachohitaji kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama nilipokuambia, nilikuwa hapa siku nyingine katikati ya wiki, na nikawa ninaomba tu hapa, lakini ninaomba tu kwa ndimi.
Bwana Yesu asifiwe. Na nikasikia neno moja limekuja mahali hapa, likatajwa likaregelewa, lakini nilipoliangalia neno la Kiebrania, Bwana akasema nimeachilia hekima kwa utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo aombe kwa Mungu, hawapae wote ukarimu wala akemei. Mstari wa 6, ila aombe kwa imani. Hii ndio tunasoma nyingi tu, lakini hii ndio key verse. Uombe kwa imani. Chochote unachoomba, omba kwa imani. These are the key point. Kwa hiyo point, omba kwa imani, pasipo shaka shaka iondoe. Usiwe na shaka unapoomba mbele ya Mwenyezi Mungu. Na Yesu akasema walio na imani kama chembe ya nini, watakapoiambia milima hii ng'oka na ukatupwe baharini, itafanya nini? Itang'oka. Bwana Yesu asifiwe. A small faith. Faith is faith. Hakuna ndogo na kubwa. Ukiwa na imani una imani. Bwana Yesu asifiwe. Maana mwenye shaka ni kama mawimbi ya baharini, uchukuliwao na upepo na kupeperushwa huku na huku. Na kule nafikiri tuliweka warning, Hebrews 13:9. Usifanywe kwa mafundisho ya kigeni na sheria na unapigwa hivi. Na kama kuna kitu sasa kimeinuka saa hii, watu wanapeperushwa na mafundisho ya kigeni na mafundisho yasiyo sawa. Bwana Yesu asifiwe. Saa hii mtu hata akibuni kitu kigeni, Marekani yote iko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Marekani yote iko hapo. Na watu kwa kukosa kudhibitika ndani ya mioyo yao imekuwa hivyo. Yaani kukosa kusimama kwa imani, kukosa kujua kilicho chao katika maisha yao, watachukuliwa na kila wimbi likija, wewe linakubeba. Bwana Yesu asifiwe. Linakubeba. Kama uko hapa na ushafikisha makanisa 5 kwa mahama, koma basi. Sasa nini unatafuta? Mimi nilitoka AIC. Na nilipotoka AIC nikaenda New Life. Na nilipotoka New Life nikawa na kanisa langu. Nimefunga chapter. Mimi nilitoka AIC. Na nilipotoka hapo mimi hakuna mahali pengine nimepata. Lakini sasa hivi umefikisha la 5. Naweza sasa. Na hapa penyewe pia hujasimama. Basi simama mwaka huu. Naweza asifiwe. Hapana. Na saa nyingine muombe Mungu akuelekeze kile unachotaka. Pengine kile unataka hakiko hapa, akikwambia hakiko hapa, yes. Anaweza asifiwe. Lakini sioni kama hakiko hapa, kiko hapa. Anaweza asifiwe. Kiko hapa. Anaweza asifiwe. Na Mungu atakusaidia. Anaweza asifiwe. Na mimi nilifikiria nilipokuwa mchanga wa imani na kwa huduma, nilifikiria kwa sababu Mungu alinipa kipawa cha ukombozi na uponyaji, nilifikiria watu wengi wakipona magonjwa wanakaanga kanisani, wakifunguliwa wanakaanga kanisani. Vile wanavyofunguliwa ndivyo wana left. Wako hapa. Wanaweza asifiwe. Wapendwa, kama ni watu kufunguliwa na kukaa katika nyumba hii Mariakani hii, mimi watu hawawezi tosha hapo. Hawezi. Sengine unakutananga na mtu, "Pasa unijui wewe. Uliniombea hii." Hata simkumbuki. Hata wewe mama ningekutana nawe sikujui. Kabisa. Kwa hivyo ndipo niliwaambia tufundishe watu neno.
tufundishe watu neno, wasimame. Hata Yesu wakati wake watu wengi walimfuata ni kwa sababu ya hizo vitu, na wengi hawakuweza kukaa na yeye. Still walikuwa na appetite ya kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mstari wa 8, maana mtu kama yule asidhani kuwa atapokea kitu kwa. Sasa unaona madhara ya kutangatanga. You will never get what you want. Hautawahi pata. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sina misemo ya huku, lakini mama kadogo atatuambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwetu kuna mtu anaitwa Makwata. Makwata ndemu. Sizidi anajua. Makwata ndemu. Unasikia? Makwata ndemu. Yaani alima hapa, anaona pafai, anaanza hapa. Wewe sijui kama ushaona mtu kama huyo. Analima anaama pengine. Mwisho watu wakivuna avuni. Alima kabato hapa akawacha, akalima kingine pale akawacha, huyo ndiye Makwata. Sasa ndio huyo. Mtu kama huyu asidhanie kuwa atapokea kitu kwa nani? Kwa Bwana. Maana hana misimamo. Mungu ana misimamo. Aliposema mwanadamu, nimekuumba uje utawale mahali hapa, na ile ikapotea, still alifatilizia, akasema lazima mwanadamu akombolewe na awe na mamlaka katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo inatakana tuwe na misimamo, tuwe na imani. Ni kwa ajili ya kila kitu. Hata ikikawia tunasema Bwana yuaja na atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe na imani. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye Bwana akitenda, nataka nikupe siri. Bwana akifanya nini? Akitenda, kuja shuhudia hapa kwa furaha. Usije hapa mbele furahi katika Bwana. Usiletee machozi. Bwana akitenda haulii, unashuhudia na kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana hasa Bwana ametenda, tunafurahi, na wewe unatuletea kilio. Bwana tuko matakatifu. Katika nyumba ya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo unaona pia saa nyingine ukienda mbele za Bwana, usilete machozi hapa. Amrisha kulingana na neno la Bwana kile unataka. Si kuja kumwaga machozi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana atakuwa Bwana juu ya maisha yetu. Weka mstari wa 8. Mtu wa nia mbili. Mtu wa nia ngapi? 2. Usitasita katika njia zote. Wacha kuafisi wewe. Mimi nilikuwa naona vitabuni. Alisimama mahali akasikia huku kwanukia vizuri. Akasimamia pia akasikia huku kwa. Our prayers for you are always spilling over into thanksgiving. We cannot quit thanksgiving, thanking God our Father and Jesus our Messiah for you. 3:1. Wewe unatupatia opposite, ndio unaona ileti meaning. 3:1. So if you are serious about living this new resurrection life with Christ, yani kama wewe uko tayari kukaa na Yesu haya maisha mapya, act like it. Hapo ndio nataka. Sifiwe. Act like it. Pursue the things over which Christ presides. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, haya tupe Kiswahili. Wamepata pale nini? Tusome Kiswahili. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo,
yatafuteni yaliyo ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyo ya juu ni yale Kristo alileta katika maisha yetu, na yamekwisha kuwa juu ya maisha yetu, na tujue ni yetu, na yamekwisha kuwa ni yetu, na ni yetu kivyovyote. Kwa hivyo kama ninasikia magonjwa, niseme ninasikia kupona, ninasikia kuinuliwa, ninasikia kubarikiwa, ninasikia yote yamekuwa mapya katika jina la Yesu Kristo. Yatafuteni yaliyo ya juu aliko Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema alirithi nini? Mimi nawaulizanga kama hata tukihubiri sikosangi kuwauliza huu mstari. Hata mahubiri sikosangi kuwahubiri. Revelation 5:12 tupatie. Sikosangi, na uandike mahali uwe ukiujua huu mstari. Kristo tulirithi pamoja naye. Wakasema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kupokea uweza. Hii ni ibada ya kuteuliwa kuwa mfalme wa falme. Niliwaambia rais akipita kuna kuanga na sherehe. Ndio hii Kristo alifanywa mbinguni. Kizungu inaitwa coronation service. Ilifanywa kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na hii huwa mtu anapata mamlaka. Leo Joshua ukichaguliwa rais wetu, Yesu asifiwe, kwa hivyo anastahili, Bwana Yesu asifiwe, mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Tulipokea pamoja na Kristo, tumeketi pamoja naye. Ephesians 2:6, tumeketi pamoja naye, tulipokea vitu hivi. Kwa hivyo wewe una mamlaka ya kubadilisha familia, una mamlaka ya kubadilisha kazi ya mikono yako, una mamlaka ya kubadilisha maisha yako, una mamlaka ya kubadilisha watoto wako, una mamlaka ya kubadilisha maisha yako ya Kikristo, maana Bwana amekupa uweza. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumefanyika wafalme. We reign in this world. We reign. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unajidharau. Na tunatawala kwa nini? Maombi. Lazima uongee. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ukipewa power Bwana Yesu asifiwe. Wewe ushaona mfalme akisema basi na nyamaza wafanye vile watakavyofanya. Anaongeanga. Sasa wewe ni mfalme ambaye uko kimya. Hautumii mamlaka yako vizuri. Ongea. Tulipewa uweza pamoja na yeye. Sema vitu vibadilike. Bwana Yesu asifiwe. Na vitabadilika kwa wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, na ya mwisho, nataka ya mwisho tu and then tumalize. Ya mwisho ni tuwe na kiu na bidii ya maombi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapokuwa katika bidii hii ya maombi, tupende kukuwa na neno na ufahamu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mara ya pili kutoa huu mfano. Kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa Apolo, alikuwa akifanya kazi na Paulo, na alikuwa mwaminifu, mtenda kazi mzuri, mwaminifu. Alijua maandiko, aliomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitu kimoja alikosa Yesu. Alikosa nini? Kumjua Kuna watu wengi wamefahamu, wanaomba, lakini hawana Yesu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza kuwa unaomba kwa bidii, lakini umekosa ufahamu, ama una ufahamu lakini umekosa Yesu kumjua. Tunayeenda naye malangoni kwa Baba yetu ni nani? Ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Na sengine utaomba, uombe, lakini mambo ni magumu. Tuwekee Matendo ya Mitume 24.
18:24 mpaka 28. Tumuone huyu mtu anaitwa Apolo. Matendo ya Mitume 18:24. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo, mzaliwa wa Iskandaria, mtu wa elimu. Nataka umwangalie mtu msomi, mtu ambaye ana ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Kwa hivyo neno lilikuwako. Alikuwa na shida. Na hivyo ndivyo Wakristo wengi walivyo. Na saa nyingine maombi yao inakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Haya, twende mbele. Mtu huyu alikuwa amefundishwa njia za Bwana, na kuwa roho yake ilikuwa ikiwaka. Nishataja huu mfano siku nyingine. Na wako watu aina hii, anangojeanga hapa haja awashwe na Eva. Anasikia Eva vile anachemka, naye anatiwa on. Huyu alikuwa na neno, kwa mtu mzuri, lakini huyu alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kuwa roho yake ilikuwa ikiwaka. Anawaka. Bwana Yesu asifiwe. Alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, na alikuwa akihubiri, lakini Yesu ambaye hamjui. Bwana Yesu asifiwe. Naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Nafikiri unamfuatilizia. Haya, twende mbele. Nataka tumalize, masaa imeisha. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia, Bwana Yesu asifiwe, wakamchukua kwao, wakamweleza njia za Bwana kwa usahihi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa amejua Kristo. Hakuwa amejua neno la Mungu kwa ukamilifu. Maana kama hujamjua Kristo, hujajua neno la Bwana kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, 27. Na alipotaka kuvuka bahari aende mpaka Akaya, ndugu wakamuhimiza, wakamwandikia wale wanafunzi wamkaribishe. Naye alipofika akawasaidia sana wale waliokwisha kuamini kwa neema ya nani? Ya Mungu. Twende 28. Kwa maana iliwashinda Wayahudi kabisa mbele za watu wote, akionyesha kwa maneno ya maandiko ya kuwa Yesu ni Kristo. Baada ya kukutana na Priscilla na Aquila, akabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu aina hii wanayajua maandiko kabisa. Hata ukimuuliza hiyo ngapi? Hiyo Yohana 5:8. Lakini wamepungukiwa na ufahamu. Nilikuwa naongea na ndugu pale Oscar. Namwambia wako watu wengi wamesoma hii Biblia mara 3 mara 4 yote, lakini ufahamu huyo mtu anaijua kama story. Biblia si story. Biblia inahitaji Roho wa Bwana akufunulie, akuelekeze, akutie katika kweli. Na mtu huyu aliyekuwa na masomo na hekima kubwa na kulijua neno la Bwana, watu hawa, mama huyu, wakamtia katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na baadaye akaweza kuifanya kulingana na nini? Na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo
Kristo alikuja akaleta utakaso, akaleta uweza juu ya maisha yetu, lakini inatakana tuwekee Matthew 24:40. Kinamalizia na hapo. (26) Akawajia wale wanafunzi wake, akawakuta wamelala. Akawaambia Petro, je, hamwezi kuomba pamoja nami hata saa moja? Tuwe kila wakati unaweza kuomba, even 1 hour. Tafuta wakati uweze kuomba, hata kama uwezi 1 hour, anza na dakika 20. Na ukisonga mwezi ukiisha, miezi miwili ikiisha, utaona unaomba 30. Ikisonga unaona unaenda 35. Ukisonga mwaka ukiisha, unaona unaomba 1 hour. Na utaona mabadiliko, vitu vingi vilivyo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hatujapata mabadiliko ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atatusaidia. Mungu atafanya mwaka huu wa mabadiliko kupitia maombi. Maombi ndiyo njia yetu ya kumwambia Mungu mahitaji yetu. Maombi ndiyo njia ya kuongea na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na usidanganywe, kama ulitoka mahali una doctrine ya maombi ya vitabuni, achana na maombi ya vitabuni. Bwana Yesu asifiwe. Learn to meditate the word and then pray. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari neno na uombe. Bwana Yesu asifiwe. Achana na maombi ya kuandikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali tulienda ibada, nikaona kitu kanapitishwa. Nini? Ati ni prayer hiyo. Naambia wewe pitisha, mimi si. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata imeandikwa kabisa. Nimepita huko mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tusome neno, tafakari neno, na Bwana atakuwa Mungu juu ya maisha yetu. Si Mungu awabariki.